Ya mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo. Ni jioni njema, nashukuru Mungu kwa umbali ametutoa mpaka ametufikisha wakati huu. Sasa ni fursa nyingine nachukua hii wakati. Naomba kuzungumza mambo machache. Nazungumza juu ya ndoa. Ndoa ni kitu iliyotabiriwa kwa Biblia. Kwa sababu tukiangalia tunapata ndoa ilianza wakati wa enzi za wazazi wetu. Sio sisi tumeianzisha. Kwa nini niseme hivyo? Kwa sababu watu wengi wanaona ndoa sio muhimu kwa maisha yao. Wanachukua ndoa kama mzae, yaani mchezo. Tangu nizaliwe mpaka nimefikisha hii umri niko nayo. Kuna mambo mengi nimejifunza. Kutoka utotoni mpaka nimekuwa mtu mzima. Sometimes kuna vile naangalianga boma mengi naona kuna mchezo. Kwa nini niseme hivyo? Kwa sababu watu wengi wamechukua ndoa kama mchezo wa paka na panya. Watu leo wako kwa ndoa, kesho mguu mmoja iko nje. Wameona kama ndoa ni mchezo wa football ama wa volleyball. Kwa sababu Biblia inasema mheshimu mzee wako kwa sababu ni kichwa cha familia. Wamama wengi wameona wazee ni kama mtu wa kawaida. Yaani mtu wa kawaida tu, kama ule mwenye anapita tu kwa barabara. Kwa sababu hawajali maslahi ya wazee. Hawajali maslahi ya vichwa kwa boma. Yes, of course, unapata mzee anang'ang'ana. Huko na kule anafanya mjengo maybe. Anapata kile kipato chenye anapata. Naye analeta na kupea. Na wewe kama mama wa familia. Yaani hauoni ugumu ule wenye mtu amejitolea. Akapata ile kidogo yenye amepata. Ama ile chanzo kidogo yenye amepata. Kwa sababu ukiangalia uchumi wetu wa Kenya haiko sawa. Hakuna kazi. Watu wanahangaika huko na kule. Mzee anaamka asubuhi, maybe saa 11. Anaenda anazo anapata amekuletea kakitu kwa nyumba. Na wewe kama mama, hata huwezi mpea hata maji ya kunywa. Huwezi tengeneza hata lunch ama utengeneze sapa. Unamwambia hata mimi nimechoka, hata wewe unaweza tengeneza. Wamama mmefanya ndoa zimevunjika. Baadaye mnakuja kuwekea lawama watu mnasema mzee wangu ni malaya. Mzee wangu hatujali familia yake. Mzee wangu anakula nje. Why? Kwa sababu wewe haujajenga boma lako. Kwa sababu wewe umeacha boma yako imekuwa kama uwanja wa kucheza, kama uwanja wa mpira. Haujali familia yako wewe mama. Mzee anafaa kupikiwa kama ameleta kakitu kwa nyumba.
Kama ako wametoka job anafaa kutunzwa, anafaa kupatiwa kitu yenye iko kwa nyumba. Lakini nyinyi wanawake mmeona wazee wamekuwa kama umbwa mwitu. Ndio maana wazee wakitoka hapo nje, akipata mtu anamsikiria, unapata amehama, amekuacha hapo kwa nyumba. Ndoa ni jambo la muhimu kwa familia. Ndoa ni jambo la kusikilia. Watu wawili wakiwa pamoja ni wanaleta msingi wa kubuild a daraja. Mkishasikana watu wawili mtajenga nyumba. That's why wanasema watu wawili wakisikana watajenga nyumba. Watajenga daraja, ushirikiano kati yangu na wewe. Sometimes unapata mama anafanya kazi ama mzee kipato chake ni kidogo. Pata mama anataka mzee aoshe vyombo, apike kwa sababu kamshahara yake ni kidogo sana. Mara madarau imeanza hapo. Mama anaingia kwa nyumba saa 2. Mama anaingia kwa nyumba saa 8. Kwa sababu mama mshahara ako nayo. Inasababisha mpaka mama anasema sasa mimi niko na huru ya kukaa peke yangu. Si niko na kazi, pesa niko nayo, wacha nikakae peke yangu. Hajui kesho Mungu naye ni nani. Mungu si asimani. Je, kesho hiyo kazi imeisha? Sijasema inaisha, tuseme kesho imeisha. Utarudi kwa ule mtu umeona kama takataka? Utarudi kwa ule mtu umeona kama umbwa? Ndio maana nasema boma mingi zimevunjika kwa sababu ya vitu ndogo ndogo. Boma mingi zimevunjika kwa sababu ya hakuna ushirikiano. Hakuna maongelezi kwa nyumba. Hakuna maneno mazuri kwa nyumba. Mwanamke anataka mwanaume ampatie kikombe, amchotee maji akunywe. Anasahau yeye ndio boma. Anasahau yeye ndio kichwa cha familia. Sijasema mwanaume asisaidie mwanamke. Nielewe mzuri sana. Wanadada, tafuteni ushirikiano kwa familia zenu. Wacha kujiona wewe umekuwa mkubwa ama umenenepa ama kuna pesa ukadharau ule mzee wako. Mzee haokotwi. Mwanamke huwezi ukaokota kama pesa. Heshimu mzee wako, mzee heshimu mwanamke wako. Kwa sababu hiyo ndio familia. Hakuna mwanamke mzuri na hakuna mwanaume mzuri. Huyo mwenye unaacha unaendea mwingine. Afadhali wanasema afadhali shetani unayemjua kuliko malaika mwenye humjui. Sana sana ndoa zimevunjikia town. Napata mtu ametoka na familia yake ushago mzuri. Amefika town, wanaaswa huko na kule. Wanafika hapa Nairobi ama huko town yoyote. Walimu wanakuwa wengi. Na vile tunajua walimu wakisha kufunza, mwanafunzi huwa ana graduate. Anatoka kiwango hii akielekea kiwango kingine. Ndio maana wanasema best ya mwanamke ni ya mwanamke na ya mwanaume ni ya mwanaume.
lakini ya mwanaume na ya kila mtu. Kama wewe unataka kujenga familia yako, kama wewe unapenda mzee wako, shirikiana, muombe, mbariki naye aweze kufanikiwa na familia yenu iweze kusonga. Ukiona mwanaume wako amefanikiwa, maybe ako na gari, maybe alikuwa anaendesha baiskeli, amesha songa, amenunua pikipiki, hiyo nayo ndio furaha ya familia. Hiyo nayo ndio mafanikio, kwa sababu wanaume wanajitahidi. Ushirikiano, kama mwanamume analipa school fees, msaidie kununua hata kama ni kitunguu. Wacha kuacha majukumu kwa mtu mmoja. Ndio maana ndoa ni watu wawili wanakuja pamoja, wanashare idea, wanashirikiana pamoja, kisha wanasonga mbele. Leo mimi ni kijana, kesho nitazeeka. Ama leo niko hai, kesho sitakuwa. Umepaki kwa uwanja, utaishi aje? Mimi ndio nilikuwa nachukua hiyo majukumu yote. Nalipa school fees, nalipa nyumba, nanunua chakula, kila kitu. Jaribu kuvaa hiyo kiatu. Haujui vile kesho itakuwa. Ndio maana unapata wanawake wengi wanahangaika. Ndio maana unapata wanaume wengi wanahangaika, kwa sababu hawakuwa wanajituma. Jaribu kujituma. At least uone kama mafanikio yatakuwa. Na mimi najua mtu anayejituma Mungu hawezi kumwacha. Mtu anayejikakamua kwa maisha yake, anayejitolea mwanga kwa kutafuta ile chenye anatafuta, hawezi kosa. Wapenzi watazamaji, ni huzuni sana ukiwa kwa hii umri, ama ukiwa umeshafika miaka ile yenye unaona umeshajenga familia yako, wameshakuwa sawa, upate unapaki kwa uwanja, au utasikia bwana. So, wapenzi watazamaji, mwenye atasikia ujumbe, ama mwenye atasikia hii sauti, jaribu kushirikiana. Kiburi wacha tuache. Kiburi hakuna mahali itatupeleka. Sisi tunatafuta vile tutafanikiwa. Tunatafuta vile tutasonga kutoka kwa kiwango hii tukienda kwa kiwango kingine. Kwa sababu kila mtu anahitaji mafanikio. Hakuna mwenye anahitaji kukaa penye hako. Tunahitaji mafanikio. Na mafanikio ndio lengo la kila mtu. Je, kama hakuna ushirikiano? Je, kama mwanaume anapata mawazo mengi kwa akili yake, ameteseka kwa akili, ananungunika, anatafuta na akuli, je, mafanikio yatapatikana? Tupatiane humble time, tuse mawazo yetu, maana hatujui vile kesho itakuwa. Watu wengi wamekufa kwa sababu ya kunyamaza, haujui anafikiria nini. Wengi wamejinyonga, wengi wamepata maajali, wamepoteza maisha kwa sababu ya vitu ndogo ndogo. Kuna kukosana kwa familia. Hakuna familia iko perfect. Leo mnaweza kuwa mmekosana, kesho mtakuwa mnacheka. Kwa sababu upendo lazima mkosane na muelewane. That is the part of life.
So ujumbe wangu kwa wale wenye wako kwa ndoa na wale wenye hawajaoa, mheshimu ule mdogo naye atakuheshimu. Mwanamke heshimu mzee wako naye atakuheshimu. Hata kama wanaume mnasema wanaume ni umbwa, mwanaume akiwa na mpango wa kando hawezi, kama anapenda bibi yake hawezi muonyesha, hata anaogopa. Ukiona mwanaume anaogopa, jua yeye anakupenda. Heshimu mzee wako, mupe haki yake, mupe chakula, mtunze, kwa sababu kuna watu huko wanaweza mtunza huko nje. Mfanye aonekane mtu, mfanye aonekane mtu wa jamii, kwa sababu hatujui kesho vile itakuwa. Haya, nashukuru sana kwa wale wote mmesikia sauti na wale wote subscribe my YouTube channel, na zidi kutusupport kwa sababu tunahitaji msaada wenu. Bila nyinyi hatuwezi songa. Nawatakia kila laheri, tukutane next episode na Mungu awalinde. Asanteni sana.